Leo kwa muda huu mfupi tazungumzia habari za upendo wa Kristo, upendo wa Baba yetu, upendo wa Mungu wetu. Mungu wetu anatupenda mno mno. Ni vigumu kueleza upendo wake jinsi ulivyo kwetu, ni vigumu kueleza. Kama umewahi kusikia kuna upendo duniani, basi hakuna upendo kama wa Mungu wetu. Na yeye sio tu ni upendo, yeye ni pendo. Yeye sio kwamba ana upendo, sisi ndio tuna upendo, ila yeye mwenyewe ni pendo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mkuu sana. Hebu taanza na ule mstari wa kwanza katika sura ya 13 ya Yohana, sura ya 13 ya Yohana, mstari ule wa kwanza. Tasoma huo tu wa kwanza peke yake. Neno la Mungu linasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeanza sasa majira ya sikukuu ya Pasaka, na mimi natoa leo kama utangulizi tu kwa yale tutakaoendelea nao kujifunza wakati wa Pasaka. Sasa tunataka tuangalie upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo ni wa ajabu sana, haufanani, haulinganishwi, na hatujui tu kwa namna gani Mungu anatupenda. Ndio maana wakati mwingine huwa tunafikiri vingine. Wakati mwingine tunadhani Mungu wetu yuko tu mahali ameketi na kalamu yake na kitabu akiandika makosa yetu, lakini sivyo Mungu wetu alivyo. Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo mkubwa sana sana usioelezeka. Kuna upendo unaitwa wa upeo. Sasa ni upendo wa ajabu sana. Yeye anatupenda upeo. Neno hili upeo nilijaribu kuliangalia kwenye lugha zingine nikakuta ni ngumu kidogo. Yaani hata Waingereza wenyewe wanasema tu he loved us, he loved them, he loved up to the end. Sasa upendo wa mpaka mwisho sio ni upendo gani, hata siuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu mno. Nataka nikwambie kitu leo, inawezekana ulikuwa ujui. Mungu anakupenda. Yaani usichukulie kwamba kama Mathayo 3 Yohana 3:16 anavyosema Mungu aliupenda ulimwengu. Sasa sisi tunafikiri hivyo, tunawaza huko kwamba aliupenda ulimwengu tu kwa ujumla, lakini sivyo. Mungu anakupenda wewe kama wewe, yaani hapo ulipo anadili na wewe kama hakuna mtu mwingine. Sijui kama tunaelewana hapo. Upendo wa Mungu kwako ni upendo ambao unakuhusu wewe na yeye, yaani kana kwamba anakupenda kiasi kwamba hakuna mtu mwingine duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani yeye anakupenda wewe kama wewe, hapo anadili na wewe na mwingine anadili na yeye. Yaani upendo wake kwako ni wa mtu mmoja mmoja, si kwamba anatupenda kwa ujumla tu hivi kwamba nawapenda, kama sisi tunavyosema hapa kanisani, nawapenda wapendwa. Yeye Mungu anakupenda wewe kama ulivyo hapo, yaani wewe jinsi ulivyo hivyo hivyo, yaani anakupenda kupita maelezo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tena hapa katika Yohana 13:1 anasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. He loved them up to the end. Alatupenda upendo usiopimika, upendo wa mwisho kabisa. Sehemu nyingine katika Biblia anasema ni hakuna upendo mkuu kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Anasema hakuna upendo mkuu kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Sasa hii ni tofauti kidogo na unapoona maaskari wanajeshi wanaenda kupigana vita, wanakufa kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili hii. Hao watu wana sababu, kuna mshahara wamekuwa wanakula toka wameajiriwa mpaka hatimaye wameenda vitani. Hawachagui, hawaendi kwa upendo, wanaenda kutekeleza majukumu yao. Ikifika vita wanaambiwa sasa mmekula mshahara wa kutosha, sasa hivi ni vita, na ukifia huko basi umekufa kwa ajili ya Watanzania. Sasa Yesu Kristo yeye anasema hakuna upendo mkuu kama huu, kwa hiari mtu ajitoe afe kwa ajili ya rafiki zake. Ni upendo wa ajabu. Kwanza nikuoneshe kitu cha ajabu kidogo, utashangaa. Yaani Mungu upendo wake kwetu
huwa anatupenda kiasi cha, yani anafika mahali anakumisi, anamisi uwepo wako, anamisi ukaribu wako, anamisi ule, yani anatamani yani uwe karibu na yeye, mfanye mazungumzo naye, mfanye vikao naye, yani mjadili mambo naye. Sijui kama unanielewa. Hebu fungua kitabu cha Yakobo nikuonyeshe kitu fulani hapo. Yakobo sura ile ya 4. Yakobo sura ile ya 4, tasoma mstari wa 5. Mstari wa 5. Yakobo 4:5 anasema, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia, nimeanzia wa 4 jamani, lengo ni wa 5. Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au angalia, au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa mtumishi wa Mungu Yakobo kwa nguvu za Roho Mtakatifu aliandika mambo haya, akaeleza huko mwanzo. Ukiangalia anasema kwamba ukijipatanisha na dunia, yani ukipenda mambo ya dunia ukawa karibu nayo sana, sio dhambi. Hayamaanishi kwamba kutafuta fedha, kufanya biashara, kufanya vitu mbalimbali ni dhambi. Ile kuwa rafiki alikuwa anamaanisha ule ukaribu wako na mambo ya dunia, ule ukaribu wako na mahitaji yako unayoyahitaji, ule ukaribu wako ndio anatumia neno hapo kwamba enyi wazinzi. Maana yake nini? Ni kwamba anafananisha kupenda kitu kingine zaidi ya Mungu ni sawasawa na mwanamke ambaye ameacha mume wake akaenda kuzini nje. Sasa upendo wa Mungu unatuvuta kwa karibu. Ndio huu mstari wa 5 unasema hivi, au maandiko yasema bure, kwamba huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Haleluya. Si kama unanielewa hapo? Yaani Roho Mtakatifu Mungu Yesu alivyomweka ndani yetu, huwa anatamani tuwe karibu naye kiasi cha kuona wivu. Anapokuona wewe unakimbizana tu na mambo mengine, unakimbizana tu na vitu vya kidunia ambavyo unavihitaji. Kweli unataka gari, sawa, unataka kujenga, sawa, unataka kufanya hiki na kile, sawa, lakini unapokimbizana na hayo mambo zaidi kiasi cha kusahau ya kwake, anaona wivu. Anatutamani kiasi cha kuona wivu. Anamisi uwepo wako, anamisi wewe kuwa karibu naye, anamisi wewe kumwabudu yeye, anamisi kukumbuka mambo yake. Anakutamani kiasi ambacho ni sawa na mtu ambaye mpenzi wake kachukuliwa na mwingine. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Nini nachotaka kusema hapa? Upendo wa Mungu kwake. Yaani Mungu jinsi anavyokupenda wewe pale ulipo. Hebu weka jina lako. Unajua kuna watu bado hawajanielewa mpaka dakika. Ninaposema upendo wa Mungu sio kwamba anatupenda kwa ujumla. Ananipenda mimi Majidi kama Majidi. Haleluya. Anadili na mimi, yaani anamisi uwepo wangu. Anamisi mimi kuwa karibu naye. Hebu weka jina lako hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakupenda, yani haijalishi unaonekanaje katika macho ya kibinadamu, haijalishi una kipato gani, haijalishi yani wewe una elimu gani, lakini anakumisi sana. Mwambie jirani yako, Yesu anakumisi. Unakuaga wapi kwenye ibada? Ibada za katikati unakuaga wapi? Kwenye maombi unakuaga wapi? Unajitupaga tu kitandani, hata umshukuru Mungu ukiamka. Yani Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatumisi. Sema Yesu ananimisi. Anamisi uwepo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simama mahali pale ulipo. Mungu wetu kwa Roho aliyemweka ndani yetu anatutamani kiasi cha kuona wivu. Yaani manake yale masaa unayoyatumia kwenye mambo yako upate nafasi hata kidogo ya kumsogelea Baba. Tafuta muda katika maisha yako kwa ajili ya maombi. Tafuta muda kwa ajili ya maisha yako kwa ajili ya kumsikiliza Baba anasema nini. Tafuta muda katika maisha yako kuhakikisha unamsikiliza Bwana anapofundishwa, sheria zake zinapofundishwa. Hakikisha unakuwepo. Mahali ambapo Mungu anajifunua lazima uwepo. Anamisi uwepo wako. Hututamani kiasi cha kuona wivu.
Yaani ukipenda pesa kuliko yeye anaona wivu. Ukipenda mume au mke kuliko yeye anaona wivu. Ukipenda mchumba kuliko yeye anaona wivu. Mungu wetu ana wivu. Haleluya! Mungu ana wivu. Kama unavyotamani kuwa karibu na mwenzio. Wale wanandoa wale wapya wao wanapigiana simu kila mara. Hey, uko wapi hani? Hani uko wapi? Niko sokoni. Utakuja saa ngapi nyumbani? Nitachelewa kidogo hani leo. Lakini usiwe na wasiwasi. Nimekumisi sana. Sasa ndivyo Mungu wetu anavyotumisi. Haleluya. Hebu sijui kama watu hawajanielewa. Ninahisi watu hawajanielewa. Yesu anakupenda wewe kama ulivyo. Anakupenda upeo. Yaani anakupenda kama hakuna mtu mwingine duniani. Uko wewe tu na Yesu. Haleluya. Uko wewe tu na Yesu. Hebu wangapi wamenielewa? Wangapi wameelewa hilo? Yaani yeye anakuangalia wewe kama hakuna mtu duniani, uko wewe peke yako. Haleluya. Haijalishi ndugu zangu wa mama na wa baba, hata nyie ambao hamuoni, Yesu anakupenda wewe kama wewe, kana kwamba hakuna mtu mwingine duniani. Yesu anakupenda, yani hivyo ulivyo ni kwa ajili ya utukufu wake. Hivyo ulivyo ni kwa sababu Mungu amependa, ana maana yake. Maana hiyo utaijua leo, ila utaijua utakapokwenda mbinguni. Yeye atakueleza kwa nini alikufanya hivyo, kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Siku moja watu wakamuuliza Yesu, Bwana, huyu kipofu huyu, hivi ni yeye ametenda dhambi au wazazi wake? Maana Wayahudi walikuwa na kila mtu mlemavu mwenye shida kwamba labda alitenda dhambi au wazazi wake. Yesu akawaambia kwamba si yeye hajatenda dhambi wala wazazi wake hawajatenda dhambi, ila kazi za Mungu zipate kutukuzwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivyo ulivyo ni kazi za Mungu zitukuzwe. Hivyo ulivyo kazi za Mungu ziinuliwe. Kama wewe Mungu amekuinua kama mama unaweza kutegemeza watu, ndivyo Mungu amekufanya, ni kwa kusudi lake na kwa utukufu wake na kwa ajili yake. Haleluya. Na wewe ambaye unajiona kama vile umekataliwa, kama vile ukubaliki, Mungu amekufanya hivyo, anadili na wewe kama ulivyo. Pata muda na Bwana. Pata muda na Bwana. Pata muda na Bwana. Kuanzia sasa usitoe muda wako mwingi kwa mambo mengine ukamsahau Bwana. Tenga muda wako maalum, kwa sababu Bwana huwa anamisi sana uwepo wako. Haleluya, mshangilie Bwana. Hebu muite Bwana sasa kwa sala yako. Paza sauti yako, mwambie Yesu, ninakupenda. Sikujua tu kwamba unanipenda kiasi hiki. Sasa Bwana, na mimi nakupenda. Kuanzia sasa naamua kubadilisha maisha yangu. Naamua kubadilisha maisha yangu na mtazamo wangu. Kumbe nimejua kwamba Bwana unanipenda kama nilivyo. Hata kama pua yangu imekaa hivi, Bwana kumbe unanipenda kama nilivyo na unadili na mimi kama mimi. Hebu paza sauti yako, mtukuze Bwana. Paza sauti yako, mtukuze Bwana. Paza sauti yako, msifu Bwana. Bwana amemisi maneno yako. Bwana natamani kumwambia jinsi unavyompenda. Bwana natamani utamke wewe kwa jinsi gani unavyompenda. Oh, haleluya. Baba, tunaliinua jina lako. Baba, tunakutukuza kwa jinsi ulivyo mwema.